Na wasanii utengenezaje do? Wasanii wengi ufikiri ukitoa tu song tu pesa inaanza kuja automatically. But sasa song ni products ambayo itakupatia hizo do, na unahitaji pesa kutoka different stream. Hii inamaanisha unahitaji pesa kutoka hizi places. Nitakwambia kama 5 mangapi? Nitakwambia 5 places. Place ya kwanza, tuko na streaming platforms. Streaming platform ni kama gani? Wakati unaweka ngoma YouTube, inafanyaje? Inakupatia pesa kutoka huko. But sasa acha nikwambie, music si kama ya content creators kama wengine, because wakati unatoa ngoma sisi tuna distribute ndio pesa iweze kukusanywa kutoka all streaming platform kama vile Spotify, Boomplay, iTunes, Apple Music, na pia TikTok siku hizi ndio inaleta hizo zinaungana ndani. Yaani tuseme hizo zote from YouTube zinakuwa pamoja. Means as an artist hata uhitaji kufika 4000 hours ndio uanze kupata do. As long as umedistribute na ngoma imefanikiwa kupata numbers, itakuwa imekusanywa na utaipata kwa distribution dashboard yako yenye umedistribute na. Hiyo ndio tunaita streaming platform. So wakati watu wanasikiza nyimbo yako na inakuwa na watu wana download Spotify Music na hizo zingine nimesema, your streams zina generate income. Hiyo ni nini ya kwanza, hiyo ni stream ya kwanza. Ya pili ndio YouTube. Sasa ilikuwa nasema hizo official video, unajua sasa kwa music kuna mbili. Wakati hatu distributing music video sio. So hiyo music video watu wakiwatch, of course inaleta watch time, inaleta kila kitu. Kuna ads pia zinapita kwa ngoma. Ukifika hapo, kuna wale wameshafika hapo, una sign kitu inaitwa Google AdSense. So because watu watatumia video yako ku advertise products zao, na YouTube inakulipa kulingana na ads zimeingia hapo, alafu pia inakatanga 40%, then unabaki na 60. Kuna matax na vitu zingine kama hizo. Na so video ambao kuna lyric videos na zingine una monetize content, alafu ina generate income wakati channel yako imefika. But kama hujafika bado, nimekuambia ile distribution company yako itakuwa inachukua zile watu wamestream inaleta, but ya YouTube ni AdSense. Na ya tatu sasa tuko na kuperform. Hii ndio nilikuwa nasema about performance. So kuna njia za kuperform. Hapo mtu anakureach out ama wanakupatia business. Wanakuambia naje, kuna show, kuna concert, ama kuna festival, ama kuna club performance and paid appearance. Hizo zote, hizo bado inakuwa mtu anakulipa directly. Unafanya nini? Unapata do. Ya nne tuko na royalties. Royalties wakati muziki wako imechezwa kwa public places na ama imetumika commercial. Unajua pia watu wa movies ama watu anybody anaweza muatumia ngoma yako kwa commercial ama kwa advertisement, kitu kama hiyo. Hiyo itakuwa unalipwa kulingana na venye umefanya kazi. But sasa ujue kuna vitu kama songwriting, song composition rights, na pia ndio maana wakati una register ngoma kuna vitu unafaa ujipe credit. Kama wewe ni songwriter na wimbi, unafaa ile ngoma yenye umeuzia msanii, of course unamsaidia akupatie credit. So alafu pia kuna share royalties hapo katikati, maanisha hata anaweza kupatia 10% na ukule lifeline hiyo ngoma maybe inaweza chukua 10 years 20 years, na ikiwa inatengeneza 20% utakuwa unapa wakati generation, yani pesa inageneratiwa inakam. But Kenya sijui kama tumefika hapo, but it is good to fuata hiyo. Na ya mwisho sasa ambayo ni ya tano, tuko na brand opportunities na venye mambo ukiendelea kama artist utengenezaje do. Like ma brands wanakutanga, wanakuambia niaje, tunataka tu advertise hii ama work na sisi, ama ufanyaje, ufanye mambo na sisi hivi na hivi, na hivyo ndio inakuwa poa. Pia inakuanga ni deal na sign, inaweza kuwa 1 year, 1 month, 2 months, but at least utakuwa na make do. So kuna hii part important. Ukiwa umetengeneza kitu inaitwa brand, umejibrand, build system yenye watu wanakupenda na watu wanapenda kazi yake anyway, because unaona music, watu wa falling in love in music yote hawatakuwa wanapenda in love. Ndio maana sasa inafaa una invest pia kwa muonekano wako kama artist, na venye unafaa kukaa, na pia venye una mentor. Yani tuseme tu unasikia kuna kitu inaitwa kama role model, vitu kama hizo, you make sure umekaa vizuri na umejibrand na unajipromote kila siku. So music pesa iko, but you need the structure.
register your music, distribute your music. So vitu kama hizo nitakuwa nawaelimisha kila siku manzi, na yes, call me Miano Prince, I'm a music producer from Exam Studios. As you know, so wasanii wote kama umelani kitu hapa, kuja na Exam Studios tufanye kazi, na nitaendelea kuwaelimisha sana. Call me Miano Prince from Exam Studios, na tunazidi kuwachanua, au sio? See you in the next one.